channel, official Lutfia. Welcome to my channel, official Lutfia. Hey guys, it's another day na leo ni weekend, leo Jumamosi na hapa naelekea Kariakoo na baadhi ya vitu ambavyo vimeingia kwenye duka letu, naenda kuvifuata cargo na pia naenda kununua baadhi ya vitu for myself. So sijajua kama nita vlog huko ama sita vlog. You see, nikiwa nimeweza kuvlog I will, nikishindwa kabisa I won't. Kama upo Tanzania unajua Kariakoo is a very crowded place, na to be honest huwezi ukachukua tu simu ukaanza kuvlog au ukachukua kamera ukaanza kujirekodi. It's not easy unless labda umeingia ofisini au umeingia dukani kwa mtu unaweza but ile ndani if you know you know, it's just no. Na leo asubuhi kulikuwa kunyesha, kwa hiyo has been very rainy, itakuwa kunyesha sana mvua na kutakuwa kuna matope, kwa hiyo it won't be a good place ku vlog. Nipo corridor hapa and hakuna light, so let's go guys. Kabla sijaenda Kariakoo I was hungry na nilisahau kuambia on the clip kwamba nilienda sehemu kula before I went there, because nilikuwa nawaza on the way kwamba niende Kariakoo nianze kutembea na njaa ama niende kula kwanza and then nikiwa nimeshiba naweza kutembea vizuri, something like so. I decided to go eat, kwa hiyo nikaenda kula na my friend. Of course marafiki zangu they don't want to be seen on the vlog, but some wanapenda, some hawapendi, depends siku hiyo nipo na nani. But yeah, that's just us. Tulienda Flying Elephant tukaagiza chakula, tukaanza kula. Yeah, after the food tukaenda zetu Kariakoo. Of course siku vlog Kariakoo, that was us kwenye bajaji tunaelekea Kariakoo. Good morning guys, good morning, hope you're doing well. Leo ni Jumapili na nilikuwa nafanya facial, nilitoka kufanya facial, nimeshave nywele, vinyoleo ama nywele kwenye uso, na pia nimetoa hizi nimetoa nyusi, nilikuwa nimetoa nyusi. So leo ilikuwa ni siku yangu ya self care, nilioga, nifanya scrub mwili mzima. Guys, if you want skin yako iglow bila kujipaka chochote, make sure una scrub ngozi yako, make sure una take siku 2 ama siku 1 out of the week unajishughulikia ngozi vizuri. Yani ngozi huwa haing'ai kama hau scrub, na hicho kitu ambacho nimekuja kugundua. Ukianza sasa kuintroduce scrub kwenye ngozi, ndio utaona sasa ngozi yako inang'aa, ina glow, inaonekana vizuri. But if you don't scrub, takataka zinakuwa ziondoki. Na pia nimekuja kugundua ukitaka ngozi yako pia, yani product ambazo unatumia sink in your skin, unatakiwa pia kutoa hizi nywele. Sio lazima, kama upendi you don't have to, but siku hizi nimeanza kutoa nywele kwenye uso. Kushave uso sifanyi kila wiki, it's only once a month. Kwa hiyo ukitaka ngozi yako iglow, especially uso, toa vinyoleo vya uso, na pia usisahau kuscrub. Unaweza kuscrub once a week ama twice a week. Kama una sensitive skin, make sure una scrub once a week. Kama una ngozi ya kawaida unaweza kuscrub twice a week, labda Jumatatu, Jumatano. Mimi I do it on Wednesday na Jumapili. Jumapili sana because Jumapili is one of those days where mara nyingi nakuaga nyumbani. So kama sasa hivi hapa nimewash nywele zangu, nimefanya skincare, nimefanya scrub, nimeshave and all that. So I'm ready for the week because tomorrow I'm going to work, so nitakuwa busy. Na most of my skincare naifanya usiku, because in the morning you just wake up, una rush, unaenda kazini, upo busy kama hivyo. Usiku unakuwa usha relax, kwa hiyo unaanza kufanya skincare yako ya kawaida, taking care of your skin. Na kwa mwaka 2026 nimesema sasa hivi nataka nianze kuhudumia ngozi yangu vizuri. Nataka mwenyewe nianze ku take care of myself, and I said that in 2014, lakini sikuweza 100%. Of course mimi ni mtu ambaye napenda sana soda, napenda sugar, na of course sasa hivi nataka ni cut out sugar, nipunguze kula vitu vya sukari.
nipunguze kunywa masoda, because those things zinasaidia sana. Ukiacha masukari, ukiacha soda, ukianza kunywa maji ile inavyotakiwa, utaona difference in your skin. So this year is about skincare. This year is about that baby girl life, taking care of ourselves. Na nimeshaanza, honestly nimeanza ku take care of myself like. Anyways, leo ratiba yangu ya leo ni kwenda Kigamboni. Kuna plot naenda kuiangalia, so that's that. And sina ratiba nyingine. Ratiba yangu ya leo ni kwenda Kigamboni, kuna plot nataka kaangalie. After that nimepanga kwenda saluni, nataka nisuke nywele za mstari, nywele simple za mstari, because nataka kubandika lace. Na I think nitatengeneza video jinsi ya kubandika lace kwa watu ambao hawajui, for beginners, because kubandika lace is very easy. And mimi sio mpenzi sana wa kubandika, napenda kuvaa. Na nikiwa na bandika, I only wear it for 2-3 days because I pray. So napenda sana vitu vya kubandika most of the times. Kama ni kucha, napenda zile ambazo unabandika, unapendeza, and then nikirudi unavua. Kama ni wig, napenda wig ambao unavaa, unapendeza, and then ukirudi unaweza ukavua, ukafanya ratiba zako nyingine, especially if you pray and all that. Napenda hivyo. So yeah, nitaonyesha jinsi ya kubandika lace in another video, because ukienda saluni, tell me why. Kuna siku nilienda saluni, nimebandikwa wig for 45,000, 45,000. Okay, nimevaa siku ya kwanza. Siku ya pili naenda kuosha uso, gundi ikawa inabanduka. Siku ya tatu haifai, kwa hiyo itabidi niitoe. So umepoteza 45,000 for only one night, afu unatoa. Lakini ukinunua product zako, unabandika mwenyewe however you want, whenever you want. Kwa hiyo mimi sasa hivi nimeamua saluni haitokula tena hela yangu when it comes to kubandika tena wigi. Nitakuwa najibandika mwenyewe. Na one thing pia nataka nijifunze, sijui nitajifunzia wapi, na nikipata muda, ni kubandika kope. Because na kope nazo they are very expensive, like very expensive. Umeona kope zangu zote hizi hapa, zote za katikati hapa zimetoka. Hapa zote zimetoka, and I only stayed with this kope for 1 week. Na before nilikuwa nabandikwa nakaa na kope for 2 weeks, so hela yako inalipa. But kope siku hizi akinieka hazikai sana. Kwa hiyo I want to jifunza kubandika kope mwenyewe. Of course kuna kope za kuvaa, lakini it's just not, mimi naona kwamba they are not the same. Individual lashes are the best, na zinanikaga vizuri, yani ina change my whole face. Yani even if I don't wear makeup, sipaki product yote usoni, I still look good. Kwa hiyo yeah. Anyways guys, ngoja nisiongee sana because now I'm just like blabbing. Let's go to Kigamboni and see what we get up to. Nikiona tena issue, then nitaacha ku vlog, nitastart another vlog, because I said I'm gonna vlog kuanzia Monday mpaka Sunday, and then Sunday na stop. Sunday again na pick up another vlog from Sunday to Sunday. So that's how I can keep up with this YouTube thingy and being consistent. Kwa hiyo mnivumilie wapenzi zangu. Kama huja subscribe, go ahead and hit the subscribe button. Subscribe please. Now hit that notification bell ili nikiposti uwe wa kwanza kujulisha kwamba Official Lutfia ameposti. Of course naona kama macho mates. Nimeamka muda so mrefu sana and I was doing my activities. So I'm gonna get ready and I'll talk to you nikiwa nisha. Took a deep breath and I hit record. Let my own dreams become my guide. Sharing little pieces of my world. There's nothing left for me to hide. So come on in and spend some time. Hope you like the things you'll see. Creating moments, feeling bright. Welcome to my channel, Official Lutfia. Welcome to my channel, Official Lutfia. Took a deep breath and I hit record. Let my own dreams become my guide.
sharing little pieces of my world. There's nothing left for me to hide. So come on in and spend some time. Hope you like the things you'll see, creating moments, feeling bright. Welcome to my channel, Official Lutfia. Welcome to my channel, Official Lutfia. So glad you found this happy place. Join the fam at Official Lutfia. Like and subscribe to our community, and hit the bell so you don't miss a thing. Hey guys, niko Kigamboni. Nilikuwa nimeenda Mkuranga. Sikuwa nimevlog wakati niko Mkuranga because nilikuwa very busy. But niko Kigamboni sasa hivi tunachukua chakula. So tuko hapa kunaitwaje sijui Chef Tasty Restaurant. Tuna pick up some snacks and food kwa ajili ya kwenda huko, na of course sasa hivi ni saa 7, kwa hiyo I am hungry and tuko kwenye chakula. I'm just waiting in the car and yeah, that's it. That's the update so far. Maybe nikifika Kigamboni naweza nika vlog. It depends na kama nitakuwa busy I won't. Kama nitakuwa na free time kidogo I'll vlog it for you guys. Nita vlog kitu ambacho nafanya huko, but if not then I won't vlog mpaka nifike nyumbani. And yeah, so that's the little update I wanted to come on here na kusema. So the food came na hapo tuliagiza nyama choma, mbuzi choma and seafood. So that was a mixture of octopus, calamari and veggies. This meal was delicious na fries pembeni. This food jamani, it was delicious. Tukala zetu, tukaendelea na land viewing, and that was it basically. Siku iliisha hivyo. It was a great day. Thank you guys for watching. Nahisi nita stop hii vlog right here so that kwa sababu hii vlog naona ni it's long already. I'll start another vlog. Nawapenda sana. Don't forget to hit that subscribe button, hit that notification bell, and I'm gonna love and leave you, and I'll see you guys in my next vlog. Love you guys. Mwah. Welcome to the Good Vibe Feed. A little beauty, style and grace. So glad you found Guys, this happy nimetaka place. kuja hapa. Join the fam This at is the Official place where Lutfia. tunakuja Like and kuiona subscribe to our the plot. community, and hit Yeah, the bell so ndio you don't hivyo. miss There's a nothing to thing. vlog about here. The Official Just Lutfia vibe. this is what it looks like. The area ile ya kule Wapili Mkuranga sikuonesha, but yeah, ya huko Kigamboni, this is it. This is what I came to see today.